Karibuni katika vipindi endelevu vya afya na Royal Polyclinic. Leo nilitaka kuzungumza kidogo kuhusu kipimo cha mkojo, tunaita urinalysis, jinsi kinavyofanyika, majibu yake na mkanganyiko wa majibu yanayotolewa na mapokeo ya watu, perception za watu na kuhusu mambo ya mtu ana UTI kali, UTI ya kawaida na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ningependa pia uungane na mimi siku nyingine pia leo tuendelee tuzungumze afya kuhusu kipimo hiki adhimu, faida zake, kinavyofanyika, na nadhani utapata kitu zaidi. Karibuni sana. Ndio, tunasema kipimo cha urinalysis, tunasema ni kipimo ambacho tunajaribu kuona kama kuna changamoto kwenye njia ya mkojo kutoka kwenye figo hadi kwenye urethra. Kwa hiyo kuna figo ambapo ni kidney, tunaangalia urethra, tunaangalia ile kibofu, ile bladder, na tunaangalia pia njia ya kupitia mkojo ambayo urethra. Kwa hiyo ni maambukizi, daktari anataka kujua zaidi maambukizi ya njia ya mkojo kutoka kwenye figo hadi kwenye urethra. Tunasema kipimo hiki kwa maabara tunashauri zaidi kupima wakati wa asubuhi. Tunasema mkojo ambao unatakiwa ni ule tunaita kitaalamu midstream urine, kwamba mtu anapokojoa akojoe ile pati ya kwanza ya mkojo anaiacha itoke, ana collect ile ya katikati, mkojo wa katikati tunauita, ana collect kidogo alafu mwingine anaacha una pass out. Kwa hiyo kipimo husika kwa ajili ya urinalysis kinapendelea zaidi kuchukua wakati wa asubuhi. Kama mtu ameamka tu atachukua mkojo wake, atakojoa, mkojo wa kwanza utatoka kidogo, katikati atakinga mkojo wake kwenye container aliyopewa ambao ni sterile, alafu baadaye mwingine atauacha utoke. Kipimo hicho kishakichukua, kama yuko mbali na hospitali, itabidi akilete ndani ya saa moja. Ndani ya saa moja kikiwa kimeshafika maabara kifanyiwe kazi. Kama yuko maabara atakileta immediately baada ya kukusanya au collect tunasema. Katika kipimo hiki wataalamu wa maabara wanajaribu zaidi kukiangalia kutokana na matakwa ya daktari. Mara nyingi katika kipimo hiki tunajaribu kuona vitu vitatu vikubwa. Tunaangalia vipimo vitatu vya urinalysis ambao ni visual exam, tunaangalia macroscopic ambao ni visual macroscopic, tunaangalia kwa kutumia dipstick tunaita chemistry, na mwisho wa siku tunaangalia microscopic kwa kuangalia darubini. Kwa hiyo mkojo tunauchakata kwa kuangalia rangi kwanza. Rangi inatupa clear indication kwamba labda kuna tatizo fulani. Rangi za mkojo pia zina indicate baadhi ya changamoto. Mfano tunaweza tukasema kwa ujumla kwamba tumekuwa tukikutana na aina ya mikojo kama mfano Coca-Cola urine. Hiyo inakupa indication kwamba iza huyu mtu atakuwa labda na severe malaria, au atakuwa kwenye aina fulani ya dawa medication, au pia kuna shida kwenye atakuwa labda ana urethral strictures, labda ana changamoto kwenye njia ya mkojo, anapata damu nyingi, ndio maana damu hiyo pia inakuwa converted, hizo tunapata bilirubin hizo zikivunjavunja zinatoka kwenye mkojo, tunapata mkojo huo wa Coca-Cola urine. Kwa hiyo aina pia mkojo tu, rangi tu inakupa indication kwamba huyu mtu anaweza kuwa na changamoto gani. Tukija kipimo cha pili ambacho tunasema dipstick. Dipstick sasa ndio inaonyesha hizo chemistry. Daktari anataka kujua nini kutokana na mgonjwa anayepima. Utaona hizo parameters kama protein, leukocyte, nitrites, glucose na vitu kama hivyo. Na kipimo cha mwisho tutaangalia kwenye microscope. Kwa sababu kwenye microscope tunataka tuone zaidi kama mtu ana vimelea, kwa mfano parasite kama Trichomonas vaginalis, TV. Tunataka tuone kama mtu ana Schistosoma, Hematobium,
Tutataka tuone pia kama kuna ketones hizo, tutataka tuone kama pia kama kuna WBCs au past series ziko kiasi gani, ili tuweze kumsaidia clinician ili aweze kutoa diagnosis nzuri. Kwa hiyo kwa urinalysis tuna hivyo vitu vitatu, tunaangalia visual au macroscopic, tunaangalia chemistry au lipstick, tunafanya pia na microscopic. Kama nilivyosema, kwenye macro tunaangalia color ina indicate kwamba mkojo huu una changamoto gani. Na color nzuri tunasema ni tunasema angalau clear yellow au yellowish ni color ambayo ni nzuri. Tofauti na hapo, ikiwa ni dark au ikiwa ni clear zaidi, ina indicate kitu fulani. Mfano, mkojo ukikuta ni clear kabisa, hii inatuambia kwamba mtu yuko severe hydrated, maji ni mengi. Kwa hiyo inabidi kiwango cha maji kipungue. Ukikuta labda uko dark zaidi, una majibu yake. Ukija kwenye chemistry kama nilivyosema, dipstick na kuonyesha kila kitu. Mfano glucose, unakuta glucose kwenye urine ina indicate kwamba huyu mtu tayari ana sukari iko nyingi kiasi kwamba inatoka sasa mpaka kwenye mkojo. Unakuta protein ziko nyingi, inakupa indication kwamba labda kidney ina changamoto na vitu kama hivyo. Unakuta nitrate imereact, unajua sasa huyu tayari ni ana maambukizi ya bakteria, hasa tunasema E. coli, tunapata nitrite. Unakuta pia leukocytes zimereact, unajua tayari kwenye njia yake ya mkojo kuna changamoto, ndio maana unakutana na zile chembe hai nyeupe za damu ambazo zinaenda kufight hao bakteria. Ukutana na vitu kama vile ketones, sasa madaktari wanatuma kwa ajili ya kesi ya sukari. Pia mtu ana changamoto kama diabetic ketoacidosis, madaktari wanajua, tunaangalia pia ketones zake ziko kiasi gani, wanaweza kumanage. Kwa hiyo kwa ujumla kipimo hiki ni maalumu kwa ajili ya kuangalia tunasema maambukizi ya njia ya mkojo, kama nilivyosema mwanzo, kutoka kwenye figo, kidney hadi kwenye njia mwisho kabisa tunasema urethra. Kipimo tu hiki hakitoshi kukupa majibu tosha kwamba huyu mtu ana UTI sugu au sio UTI sugu, UTI kali au sio UTI kali. UTI kali au sio UTI kali, hiyo sasa inategemea pia na clinical presentation, yani muonekano wako ukoje au maumivu unavyoyasikia, na unavyoeleza kwa daktari pia anaweza ku rule out kwamba hii ni UTI kali au ni UTI ya kawaida. Kwa hiyo majibu tu hayakupi mwongozo kwamba hii ni UTI kali au sio UTI kali. Inahitaji pia kukutana na daktari akusikiliza pia akakorelate au akahusianisha pia na yale majibu ya maabara, anaweza kuamua sasa ku rule out kwamba hii ni UTI kali au ni UTI ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo niwakaribisha sana kwa ajili ya kipimo hiki. Mara unapojisikia kama una changamoto kwenye mkojo, hata kama changamoto hujaipata, pia ni kipimo ambacho tunasema ni regular test. Ni test ambayo unaweza ukafanya hata kama hujisikii maumivu, kwa sababu unaweza ukawa wewe unahisi hujisikii maumivu, kumbe tayari changamoto ipo, ila bado hajafika katika level ambayo inaweza ikasababisha mwili kuuma. Kwa hiyo ni kipimo ambacho ni muhimu na kinatakiwa kifanyike mara kwa mara. Kwa kipimo hiki pia tupo hapa Loyo, kama nilivyotangulia mwanzo, kinafanyika muda wote. Sasa changamoto imekuwa moja kwamba mwongozo unatoa tujaribu tupime kipimo hiki asubuhi sana. Sasa changamoto ya mazingira, usafiri na vitu kama hivyo, sasa sheria zimebadilika kwamba mtu anaweza kupima mkojo huu muda wote, kwamba kama maambukizi yapo yataendelea kuwepo tu, sio lazima upime asubuhi. Ingawa unashauriwa upime asubuhi zaidi, ila hatulazimishi mtu kwamba amke na mkojo wake aende hospitalini, ila unaweza kupima muda wote ule, ila tunashauri zaidi kama unahisi tayari una maumivu, una changamoto kwenye njia ya mkojo, upime asubuhi. Na kipimo hicho ulete saa ngapi? Ukiwa kama ni nyumbani, ulete saa moja kabla, baada ya kukusanya tu saa moja kabla, saa moja baada ya kukusanya iwe ndani ya maabara kwa ajili ya kipimo. Kama ni changamoto huko mbali na kituo chetu hivi, unaweza ukaja muda wote ukapima, kwa sababu hiyo ni excuse. Tunasema huwezi kulazimisha watu wapime mkojo huo asubuhi, lakini asubuhi zaidi tunasema ndio tunapata majibu sahihi zaidi. Niwakaribishe sana kituoni kwetu Royal Polyclinic. Tupo Ilala Bungoni, karibu na kituo cha afya Msaada Garage. Tunapatikana masaa 24 kwa ajili ya vipimo hivi vya maabara na vipimo vingine vyote. Kwa video hizi na mwendelezo wa video zingine ambazo tutaendelea kutoa,
Usisahau pia kusubscribe, kucomment, kulike, kugusa kitufe cha alama ya kengele ili kupata notification ya vipindi hivi na vipindi vingine endelevu. Asanteni sana na karibuni Royal Polyclinic.